Onjiro Ekerema akina Mubibi. Mubibi alienda 2003. Sasa tanzia wakati huo masumbuko ndio hayo, hata shati kushafisha yenyewe ni kora. Kwa hivyo tunaomba waizani watusaidie tukafika kwa hiki kichama, tukae pamoja kama wala hatuna mabibi na wao wengine hawana mabwana, ili tusaidike. Lakini tunajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusaidiana kwa kutembea kama sina kaguu, lakini najaribu tu. Kwa hivyo tuwaomba tu wenzetu, viongozi wetu na hata makanisa pia watusaidie. Tuko na watoto shuleni, tuko na wengine machuoni, tuko na wengine walemavu tena, lakini hawajafikia wakati wa kuingia na jambo. Changamoto tunapatanga ni mbaya zaidi. Manake mrembo akiwa kwa nyumba hata chati kanachapichwa. Sasa sisi kama wanaume, kama wazee tena, tunasumbuka ya kwamba hata kitanda kukitandika ni chita, kiatu wenyewe kufaa, hata karangi. Hiyo ni kazi ya mrembo, lakini sijui ni Mola alijua akampeleka. Ndio maana nikaona waje nichiunge na hii akina mama ambao wana mabwana kama mimi, alafu tuchenge hii chama yetu, tupata waizani watusaidie tusomeze watoto wetu. Manake bibi yangu hakuenda na watoto, aliniacha na mguu moja tena na watoto akawawacha, na sitajua na mimi pia nitaweza enda niache watoto wakiwa mayatima. Changamoto zaidi kuosha manguo kwa watoto shuleni. Sasa ugumu ni pesa kupata. Kwa hiyo tulikuwa na kukutana pamoja kusaidiana. Watoto shuleni, pia kwa shamba, zaidi kuosha manguo. Achwa. Ukijaribu kuongea na mrembo mwingine na kuwa shida sana. Mamaka anasema labda uliua bibi yako. Sasa tunashangaa sisi sio binadamu jamani. Kwa hivyo sisi wanaume wasumbukanga sana. Hata ukipata msichana umwambie tuende tuishi na wewe, anasema wewe bwana, hapana. Na haitawezekana. Hiyo ndio sisi kama wanaume tuwasumbuka. Hata kuongea tu njiani hivi na mtu kumchalimia na kwa shida anatoroka, sijui tunanukanga. Tunashangaa sasa iko nini mbaya. Ukiongea na mume wa mtu ama ndugu yako ama sister-in-law wako mahali unaolewa, wataweza kusema wewe ndio leo siku hizi unanyangua wanaume wa watu, ndio sasa ndio unajiinua. Sasa hatuna upendo kabisa. Lakini tunaomba wale wetu waheshimiwa wetu wa county ama kutoka Nairobi, tunapitia kama wachana, tunahitaji kusaidiwa kwingi. Kasha kama sasa sisi kiwa bwana wangu amekufa, sasa bwana ya bibi mwenzangu amebaki, nikienda kuitisha huko usaidizi huwa ninatusiwa, huwa ninaitwa majina mengi, na hata yule akiwa amejitolea kunisaidia, yeye kwake hata rara usiku hiyo yote atakuwa anatusiwa kila saa. Anaambiwa enda kwa Evelyn, huko ndio ulisaidia, utasaidika huko. Hasa masamba, hasa kama mimi mmoja wao, hata nitiake example kama Jialidi, nimepitia changamoto mingi sana. Hata nikikumbuka huwa ninaona ni machozi natoka kwangu. Maana mimi nilipooleka hiyo mji, bwanangu alipoaga, aliniachia mtoto akiwa na miezi 8, lakini sasa hapo grade 6. Nimetusiwa, nimefukuswa, nimerudi, nimeng'ang'ana.
hadi ilifika mwisho ninaambiwa nitoke kwa hiyo boma, lakini sikukufa moyo. Ninaambia wenzangu wajitie moyo kama wachane. Unapoachia Mungu yote, Mungu anakushughulikia. Mimi vile niko hivi, hata samba nimeweka caution hizi. Ninashukuru Mungu kwa sababu Mungu alinipigania, nayo maneno yalikuwa mengi kwa boma yaliishi. Naongojea Mungu ashughulike na nipate nafasi. Sasa ninatia wachane wenzangu wale ambao wanapitia hiyo changamoto kali. Ninawaomba wakikuja kwa kikundi, huko solution yote inaisha, kwa sababu Mungu yuko katikati na sisi anaendelea kutupigania. Na usiwe mchane ukalale kwa nyumba eti utakuja kusaidiwa. Vile unaendelea kulala, ukienda kuomba kwa jirani, utasaidika leo, kesho unatusiwa. Nasema kila saa ni hapa anaingilia, kila saa anakuja usaidizi. Ninaomba wakuje pamoja, tushikane mkono kama wachane, na tunajiamini na tunasema sisi ni wachane shujaa, maana tuko na usujaa unaotoka kwa Mungu. Tunahitaji usaidizi walio wa juu, maana tukikuja pamoja, hata kama mwenzangu angekuwa na mgonjwa, huwa tunamsaidia. Hata hiyo masamba ukichokozwa, tunakuja pamoja kama kilio kimoja na kinasikika, tunasaidiwa. Tunaomba tukikuja kupisha kwa wazimiwa wetu, wasituonyeshe mgongo, watusaidie, maana sisi tumejikubali na yani kutoka ndani tuna usujaa fulani wa kusema mimi ni mchane kamili. Hapa hata ukiwa mgonjwa usiogope. Sema kwa kikundi yetu, madaktari wako, watu wa televisheni wako, watu wa maredio wako, tutaongea na wao, watakusaidia. Ikiwa utaki kusema wewe ni mgonjwa, sema chini ya maji na sisi tutapeleka ujumbe na utasaidika. Yetu tulianza mwaka jana, ilikuwa 2022 mwezi wa 10 na tulianzia watu 10. Lakini kwa sasa tumeendeleza hiyo chama yetu mpaka tumefikiza watu 112. Vile tumeendeleza hii chama yetu, sasa sisi ni wachane, hatukiwezi, lakini tulionelea ni ili tukuje kwa chama, halafu hii ndio chama itusaidie vile wamama wachane, kwa vile wamama wachane wanasumbuka, wanateseka, wanachapwa, yani wanatemewa hata mate. Yani hatuonekani kama watu wengine wale wako na mabwana sawa. Sisi tumekuja tumeungana pamoja, sasa tunachisifu kwa chama yetu. Hii chama yetu ndio bwana yetu, na Mungu aliye juu ndiye bwana wa kwanza, chama ndio bwana wa pili. Sasa hawa mama wote tukaambiana, tukakusanyika pamoja, tukasema wacha tusaidiane, alafu hii chama yetu tukiendeleze. Kiza tumeshachiendeleza hivi, tuko na merry-go-round yenye inatusaidia kama sisi wachana, na tuko na watoto shuleni. Hao watoto wanatutegemea sisi kama mama. Sasa sisi tumebeba viatu viwili, mama na baba. Sisi wa mama tunakuja kwa chama, tunasaidiana, tunaambiana yaliyo mema, tunaombeana mema, alafu tukisatoka hapa kwa chama kila mtu anaenda sake. Tuko na biashara kidogo kidogo, kama mmoja wetu amelemewa, tunakuja, tunakaa pamoja, tunakusanya kitu kidogo, tunaenda kwake, tunamuona, alafu tunamwambia atoke aende kwa biashara nyingine, naye pia aendeleze. Tukisafanya hivyo, tena siku nyingine yenye inafuata tunaenda kwa manyumba zetu, tunaomba Mungu anatusaidia. Alafu tena tukirudi siku nyingine, tena mmoja wetu naye pia akiwa na shida kama hiyo, sasa tunaendelea kusaidiana kila mara, alafu ndio tunafika mpaka tumefika mahali sasa vile tuko hivi. Na hii chama yetu vile tunaendelea, hawa mama wote walikuja tukaifurahia na tunaendelea kuifurahia mpaka sasa hivi. Tena tunaomba Mungu atusaidie hii chama yetu isianguke. Na hii chama yetu ikishaendelea, tunataka waheshimiwa wetu watufike karibu, ili nao pia watuone penye tuko na ulemavu kidogo, watusaidie. Lakini sisi wenyewe tunachifurahia na hatuna shida. Ninyi wamama mko na shida vile mnaonekana hivi? Hapana. Sisi tunaendelea hivyo, hata sisi tunaishi kama watu wengine. Tunakaa tukiwa na maisha ya chini, kwa sababu hii kikundi wengi wetu sio watu wameandikwa na serikali, tumejiandika. Tunatafuta kwa biashara kidogo, kwa kufanya contract kwa watu, manyumba ya watu, ili tupate riziki ya kila siku. Sasa tulipokuja karibu, tuliweka merry-go-round ya kila wiki. Hii inatuleta karibu, tunakutana,
tunachoona yule ako na ulemavu, naongea kwa wengine, unatiwa moyo. Alafu tukasema tuendelee na hii chama ili tuone mbele. Tukiwa kikundi, hata tukiwa na shida ni rahisi kufikia watu kama SMZA, wale watu wetu akina women led ni rahisi kuwafikia ili watuinue mahali tumelemewa kifedha. Sasa kama vile kuna mapato ya chini na tuchaandikwa kazi ya serikali ya kutuinua sana, tukaona tukianza hii kitu hata tutalalamika wakati tumekuwa na watoto mashule. Saa ile tuko na watoto wa primary, wa secondary na wa kuenda university. Huwa tunalemewa sana. Tunaomba wale wakubwa wetu ili watuinue kifedha kama mabaze. Tujiendeleze na sisi tuendelee na watoto wetu wasome kama wengine. Tujisikie tunaishi vizuri na majamii zetu kama wengine. Wako wachane waanze kikundi kama hiki ili waone mbele na itawapanua wajulikane na watasaidiwa mahali wamelemewa. Wakati niliingia kwa hii chama hawa walianza kina mama ambao hawana mabwana, wakakumbuka kuna kiwete, wakakumbuka pia hiyo kiwete ana mubibi. Mubibi yangu alikufa zamani sana 2003. Lakini waliponikumbuka nikaona wacha ni wachoini. Tukaanza, kuna mahali ingine walianzia, mimi niliingia tu karibuni. Tunaendelea na tutajaribu tusongamazane na merry round iko. Tunasaidiana kidogo kidogo. Kamia watu kama sisi kukapata ni shida mno. Hata vifaranga ukiweka kwa nje kwa nyumba yako